So I love you. Love you too. Don't say that. Why? Love you too is not motivational. Ndugu mtazamaji, nilisema hiyo Marekani. Nilikuwa nafundisha kuna vitu ambavyo inabidi kuvikosoa. Na haya yote ni matatizo ya mimic. Nilikuwa nafundisha Marekani. Nikamwambia wazungu wale kwamba why mnasema I love you too. Hiyo too inakuja baada ya koma. Mimi mtaalamu wa lugha mimi. I love you. Okay? Too. I love you, too. Me, too. Me, too. Ina maana hiyo too inakuja kama tuseme reaction. Una respond. Una react. Okay. Uja respond, una react. Kwa sababu kuna active response na reactive response. Okay. Getting it? Nakupata mtaalamu So wa lugha. inakuwa reactive. Kwa mfano mtu akikwambia I love you. Kama wewe una uhakika kwamba unampenda, una shauku ndani, umwambie tu thank you. Lakini kama wewe unampenda, umwambie I love you. Sio tu. Ondoa tu. Kwa sababu tu ina maana you love him, you love her because she or he loves you. Alikupenda wewe kwanza. Alafu unampenda. Okay. Ungekuwa unampenda ungeweza kusema mwenyewe. So wakati wote ujihesabu wewe ndio unaanzisha. Sio kwamba umeshawishika kumpenda kwa sababu yeye anakupenda. Are you getting that? Yeah. Mtu akikwambia I love you, I love you. Oh, thank you. Kama unasema kama una uhakika kama unampenda au la, thank you. Ishie pale. Baada ya kumwambia I love you too, hiyo ni fake. Lakini watu wanajistaki wenyewe bila wahusika kuelewa. Okay. You see, ndugu mtazamaji. Tukimaliza. Tumalize hapa? Tuishie hapa Dr. Tuishie. Sasa nini muulize swali angalau. Mmoja tunampa swali. Kabla hujampa swali, ngoja niweke nguzo sawa. Sawa. Tunapozaliwa ndugu mtazamaji, tunakuja na macho lakini hayaoni. Wakati wote katika maisha yako ujue kabisa hiyo ni sekta ya kukupumbaza. Ya kukufanya usahau ulikotoka. Umezaliwa kwa kusudi maalum na iliashiriwa pale ulipozaliwa, watu wote walifurahi. Watu wote walikuwa wanacheka. Ndio maana tumesema ukomavu ni matunzo ya sifa za kitoto ukijumlisha na utambuzi. Ukiondoa sifa za kitoto ndoa haziwezi kukaa vizuri. Mnakuwa serious sana. Mwanzako akikubusu sifa ya kitoto ikiwepo unaona ni sahihi. Kwa sababu mtoto kimbusu anafurahi. Lakini ukiwa unajihesabu mtu mzima kumbe mtu aliyepumbazwa. Unaanza kusema unaoni watu unanibusu, sisi tumeshazeeka tumekuwa watu wazima. Mke wako anakuambia kwa mfano in public I love you. Wewe vitu unataka watu waone kwamba unanipenda. So Mungu ana umri gani? Hadi leo Mungu anatuambia I love you. Wewe ni mkubwa kwa Mungu kweli? Upendo hauna umri. Kwanza mtu ana umri. Mungu hajamuumba mtoto, alimuumba mtu kwa sura na mfano wake. Ukiwa mtu ndani ya mwili, ukumbuke kabisa kwamba inabidi usitunze sifa hizo. Adam alianza kufunika uchi wake pale ambapo alikuwa anafikiri kwamba amekomaa, amekuwa, ameona uchi, kumbe kasha kwenda mbali na Mungu, dhambi ndio inamsumbua. Anayekataa asili ya utoto, anayesema vitu vya utoto hivyo, vitu vya kitoto hivyo. Sasa wewe kukaa na mwenzako chini mnaongea. Nakupa zoezi leo, amua kukaa kwenye pale sebuleni kwenye carpet kabisa. Kama baba, mama na familia yako na watoto. Wekeni chakula chini, mle. Utadisikia kabisa mzigo umetua. Uwe kiongozi, uwe bosi ni kazini. Na cheo ni nafasi kwa muda, sio nafasi hai. Ndio maana ukiwa na cheo, usithamini cheo sana kuliko nafasi yako hai. Kwani cheo ni nafasi ya uwajibikaji kwa muda. Chukueni chakula leo, mle chini. Tumieni mikono. Mutasikia tofauti, ni tiba ya kisaikolojia. So, tafunga ukurasa huo kabla ndugu sasa ya kosagi swali. Ni muhimu pia. Kabla sijafunga ukurasa ndugu na kusi. Ujinga unaopiga maisha ya watu ulianza pale ambapo tulizaliwa, tukasahau kwamba hatukutumia macho, hatukutumia masikio wala mdomo. Ukumbuke hilo. Wakati mwingi maishani usitumie macho haya kukuona, usije ukawa judgmental. Usiatie masikio yako kusikia sana na usitumie kinywa chako kuongea sana. Uwe silent most of the time. Learn.
wasikilize tu, ila ishi ndani mwako. Utakuwa more of intellectual, utafight positively hiyo asili ya ujinga, na utakuwa successful in life, kwani tumezaliwa ili tufanikiwe na turudishe. Thank you. Swali langu ni moja tu ambalo umezungumza hapo, ukasema mwanadamu anapokuwa anazaliwa, kati ya vitu ambavyo anazaliwa navyo, package yake moja hapo ni freedom. Amezaliwa na uhuru wake. Mtu yote anajitahidi kuingilia uhuru wa mwingine, huwa anasababisha aidha mgogoro au mafarakano ya watu. Swali langu ni kwamba sisi katika kizazi tunachoishi sasa hivi, ni raha sana, tunajisikia raha sana kuingilia uhuru wa wengine ili tuwabadilishe. Na katika ndoa nyingi sana, nakumbuka leo kufundisha darasa la nyuma kabisa, wakati tunadili na kukua kwa mume au mke, tulizungumza tukasema hivi, ni wakati mwingine heri kuto kujua itakusababisha pengine kupenda vizuri, kuliko kutafuta ujuaji ambao unapelekea matatizo ambayo yatatuliki. Swali langu ni hili: kuingilia uhuru wa mwingine usipokuwa mwenza, walimu wa ndoa mbalimbali wanatufundisha huko mtaani kwetu kwamba ni vizuri kujua mambo mengi ya mume wako, kwa sababu anaweza akafa ghafla, ukawa haujui marafiki zake, haujui vitu vyake. Kwa hiyo ipo haja ya kuinterfere, kwa sababu unaweza kupumzika umekaa tu hivi unatafakari kama mwanadamu. Kuna wakati unafanya unasema tufundisha kufanya analysis. Mbona umenyamaza? Mbona uongee? Yaani kwa maana kwamba yaani ukiwa na mwenza lazima aingilie freedom yako ya ukimya, atuwe na simu ajue kinachoendelea, ukipiga simu automatically unaangalia. Hii inachangia kweli kuboresha au ndio tunabomoa sasa hapo? Well, ugonjwa mwingine ambao unatesa watu unaanza kuashiriwa tukiwa watoto, inaitwa ADHD. Kwa urefu wake ni Attention Deficit Hyperactive Disorder. Yeah. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Lugha hii hatutaki kutumia hapa kwenye TV ndugu mtazamaji, kwa sababu lugha ya namna hii inachanganya watu. Ndio maana tunaongea kama mtaani. Kwa sababu hapa tuko mtaani. Ndio. Kila mmoja inabidi ale. Ndio. You see? Tumejitolea ili mtu yeyote yule ale. Ndugu mtazamaji, tumesema hapa awali uwezo kumbadilisha mtu. Wanandoa munisikilize na wasi, na ndugu tunaojifanya wataalamu kijanja na wasi. Ndio maana ukiwa daktari na vyeti feki inabidi uchukuliwe hatua, kwa sababu utachoma watu sindano isiyofaa, utapasua watu alafu juu utarudishaje utumbo. Ina maana wewe kazi yako ni kuharibu. Mwenye sifa ni yule ambaye anastahili kujenga na kuweka sawa, kama tunavyofanya hapa. Na sisi sio kwamba ndio wataalamu nambari 1 duniani. Kuna wengine pia tunaungana mkono. Na kusii ndugu mtazamaji, wanandoa 65% wanawake wanatambua na kukubali kwamba waishawahi toka nje ya ndoa zao. Waume zao hawajui. Na wanandoa wanaume 85% washawahi toka nje ya ndoa zao, lakini ndoa bado zipo. Na wewe unanitizama hapa, ushatoka nje ya ndoa yako mara ngapi? Lakini bado huko nyumbani, huko kwa mke wako, huko kwa mume wako. Na sasa angalia kipindi na kwa nini mko pamoja bado? Na kwa sababu hajui. That's why I say it's really important. Most of the time we'll be better off not knowing. Kuna vitu vingine ambavyo usipovijua maisha yanaendelea. Usipoelewa walipika wapi chakula hichi, utakila kwa appetite. Ndio maana watu wanaokula kwa mantilie wananenepa kuliko wanaokula kwenye mahoteli ya kifahari, vyakula vimechujwa, kila kitu hakipo tena, hakuna protein wala vitamin. Mama ntilie anachanganya tu chap. Twende mtu anakula tumbo hilo hapo anakuwa bouncer. Usikatishe kwanza hapo. Hapo ni muhimu. Hapo inabidi niingilie kwanza. Simu ya mke wako sio simu ya malaika. Simu ya mume wako sio simu ya malaika. Sio Gabrieli. Ni simu ya binadamu. Kila uliyemuoa inabidi uwe na wasiwasi na yeye kidogo ili umtunze. Wasiwasi sifa yake pekee ni kukusababisha wewe kutotaka kupoteza. Usichokuwa na wasiwasi nacho utakilinda. Kweli kabisa. Ndio maana portion kidogo ya kuwa na wasiwasi na mke wako. Hata katika mahusiano, mwanaume
asipomuhofia mwanamke mahusiano yale yafai. Mbona mwanamke anaanza kumpenda mwanaume zaidi akiwa anaona mwanamke mwingine anaingia kati. Anakuwa so protective. Ukiona mwanamke anaona mwanamke mwingine anaingilia kati, alafu yeye anavunja mahusiano, huyo mwanamke ni muhuni. Kisaikolojia inabidi aanze kuwa protective. Tafunga ukurasa kwa kusema kwamba ndugu, usipoteze muda kucheki simu ya mume wako. Mwiko, achana nayo. Ni binadamu, anaweza kukutana na changamoto pia. Uwezi ukakubali kwamba mtoto wako ana kichwa kizuri akifeli mtihani, ila utaenda shuleni kumsaidia mtihani. Uendi ofisini na mume wako kumjazia mafaili, au mke wako. Mke wako anaweza akawa accountant, wewe unaweza kawa engineer. Nani atamsaidia mwenzake kikazi? Sijawaambia hivyo ili ubaya uendelee. Maisha dunia hii ni mapito, sio majaribu. Sio jaribio, sio experiment, ni experience. Sasa mtu ambaye anapitia, usimfuatilie sana, umwache yeye mwenyewe adhirike kwamba nilionja huku, nilionja kule, lakini chakula kiko hapa. Nilifanya hicho, nilifanya kile. Tusidanganyane hapa, inabidi kuambizana kweli. Kila mmoja na set ya experiences za kwake. Umwache mke wako akienda ofisini ajaribiwe na bosi, na mume wako ajaribiwe na ule sekretari, lakini ndipo itakapodhihirika kama upendo wenu huko wa kweli ndani ya vacuum hiyo au feki. Kwa hiyo sekretari ni mtihani mzuri sana wa kupima. Mtihani mwingine utatokea wapi? Bila majaribu utajuaje sifa? Bila mtihani utapitaje shule? Tunawapenda sana. Mungu awabariki, tutakutana Jumapili ijayo. Thank you. Mtazamaji wa Chomoza ya Clouds TV, kama unatamani kuweza kuona kipindi hichi, ingia kwenye account yangu YouTube, tafuta Jet TV YouTube, Jet TV, subscribe uweze kuona mafundisho yote ya Dr. Eli yako pale. Utaweza kujifunza kwa time yako ukiwa ofisini. Subscribe account yangu ya Jet TV, utaweza kujionea hata haya aliyofundisha. Baada tu ya kutoka hapa utakuwa unayapata. Najua umeumia sana baada ya kumkatisha Dr. Eli, lakini muda ni ukuta. Tunarejea hapa na wageni wengine kutokea Dodoma, lakini kumbuka leo kwa mara ya kwanza utakwenda kuiona video ya kwake Good Luck Gosbet. Sama nakwambia ni shukrani ama shukrani. Basi narejea hapa punde.